la ndama ya taarifa ya mkurugenzi mtendaji kuhusu utekelezaji wa shughuli za halmashauri toka mwezi Julai hadi tarehe 30 mwezi Novemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, utangulizi. Baraza la madiwani liliahirishwa tarehe 30 ya mwezi, lilivunjwa tarehe 30 ya mwezi Juni 2025 kupisha uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Taarifa ya kuvunjwa kwa baraza ilitolewa kwa mujibu wa fungu la 4 la kanuni ya tangazo la serikali iliyohusiana na uvunjaji wa baraza, tangazo la serikali namba 330 lililochapishwa tarehe 12 mwezi Juni 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, tangazo hili lilibainisha pamoja na mambo mengine kuwa majukumu ya baraza katika kipindi ambacho baraza likiwa limevunjwa yatatekelezwa na kamati ya uendeshaji ya halmashauri, yani CMT, chini ya mwenyekiti ambaye ni mkurugenzi mtendaji. Baada ya maelezo hayo, naomba niungane na wanamiseni wengine ambao waliwapongeza baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchaguliwa kuiongoza taifa letu. Vile vile nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Florent Kiombo kwa kuchaguliwa kwa mbunge wa jimbo la Misenyi kwa kipindi cha pili. Aidha, nawapongeza waheshimiwa madiwani wote wapya na wale waliochaguliwa kwa kipindi kingine kuziongoza kata zenu. Hii ni pamoja na wale wa viti maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushindi huu ni imani ya wananchi walionayo kwa Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya uchaguzi ya 2025-2030. Uongozi wenu ni kiunganishi muhimu kati ya serikali na wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya watumishi, naomba kuhakikishia ushirikiano, uadilifu na uwajibikaji wa hali ya juu wakati wote wa uongozi wenu. 2.0 Utekelezaji wa shughuli za halmashauri Julai mosi hadi 30 Novemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi ambacho baraza lilikuwa limevunjwa, halmashauri iliendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa, mamlaka za wilaya, sura 287 toleo la mwaka 2002, sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura 290 toleo la 2002, sheria ya manunuzi ya umma, the Local Government Financial Memoranda ya 2009, maelekezo ya serikali na kadhalika. Utekelezaji wa majukumu hayo uliongozwa na timu ya wataalamu chini ya ofisi ya mkurugenzi mtendaji ambaye alikuwa ni mwenyekiti. Utekelezaji huu umegawanyika katika maeneo makuu yafuatayo: usimamizi wa mapato na matumizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri iliendelea kukusanya mapato ya ndani na hadi kufikia tarehe 30 mwezi Novemba halmashauri yako imekusanya mapato kwa asilimia 47. Maana yake ni bilioni 4.6. Hii ikiwa ni miezi mitano tangu kuanza mwaka wa fedha. Mheshimiwa, taarifa hii inapatikana ukurasa wa 16 hadi 34 katika kitabu cha taarifa inayotoa. B. Tumeimarisha matumizi ya mifumo ya Tausi, MSE, NeST, GoTHOMIS iliyoboreshwa. Hii inaenda sambamba na udhibiti wa mianya ya upotevu wa mapato. Taarifa hii pia inapatikana ukurasa wa 4 hadi wa 13. Na C. Taarifa za fedha za kila mwezi zilijadiliwa na kamati ya uendeshaji ya halmashauri na kuwasilishwa kwa mamlaka nyingine kama taratibu zilivyoelekezwa. Hii inapatikana ukurasa wa 14 hadi 15. Mheshimiwa Mwenyekiti, 2.2 Utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kipindi cha husika. Halmashauri iliendelea kutekeleza miradi iliyoidhinishwa katika bajeti ya 2024-2025 na 2025-2026. Miongoni mwa miradi iliyotekelezwa ni kama ifuatavyo: elimu, ujenzi na ukamilishaji wa vyumba vya madarasa 26 katika shule za msingi 13: Kitoboka, Kayanga, Novatus, Rutegaruka, Kiaka, Kajunguti, Mutukula, Kabakesa, Kiabugombe, Mgana ya Buhangaruti, Kiabajwa, Kashenye, Buchurago, shule Ndorage na Bukwali sekondari, mabweni matatu katika shule ya sekondari Gera na Kiaka. Miundombinu ya kitomea taka katika na tenki la maji katika shule ya sekondari Kasambia, matundu ya vyoo 14 katika shule ya sekondari Bugoye na Rwemondo,
na mabwaro mawili kwa pesa za ruzuku ya serikali kuu na mapato ya ndani. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 35. Eneo la afya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukarabati wa zahanati ya Byeju, ujenzi wa kituo cha afya Mtukula ambao uko mbioni kuanza, ukamilishaji wa zahanati, vituo vya afya na hospitali ya wilaya, upatikanaji wa vifaa tiba zahanati ya Karagara na Rwamachu, madawa na uboreshaji wa huduma za mama na mtoto. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 34. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, si eneo la maji, kupitia wakala wa maji vijijini RUWASA na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira BUWASA Kiaka Bunazi, mamlaka zote zimeendelea kutekeleza miradi ya maji vijijini na kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama, ambapo upatikanaji wa maji vijijini sasa ni 78% na mjini yani Kiaka Bunazi na Mtukula ni 96%. D. Barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA na wakala wa barabara TANROADS wameendelea matengenezo ya barabara. Vile vile TANROADS imeendelea kusimamia ujenzi wa barabara ya Bunazi Kibaoni hadi Kitengule Junction, barabara yenye urefu wa kilomita 25 yenye thamani ya shilingi bilioni 31.55. Aidha, barabara zote zimeendelea kufanyiwa matengenezo kulingana na mikataba ya utekelezaji. Aidha, utekelezaji wa miradi yote umezingatia thamani ya fedha, yani value for money. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ni nishati ya umeme. Kupitia wakala wa umeme vijijini REA, halmashauri ya wilaya ya Misenyi imeendelea kupata huduma ya kuunganishwa umeme katika vitongoji 195. Mpaka sasa vibaki vitongoji 161 kati ya vitongoji 356 katika vijiji 77 vya wilaya ya Misenyi, ambapo mpaka tunavyotoa taarifa hii vijiji vyote vimeunganishwa na umeme. 2.3 utendaji wa kiutawala na rasilimali watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi tajwa halmashauri ilipokea watumishi 89 wa kada za walimu 44, kilimo na uvuvi na mifugo 13, ugavi 2, uhasibu 1, ukaguzi wa ndani 1, afya 7, manesi 4, madaktari 1 na usatabibu 2. B. Usimamizi wa watumishi uliendelea kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria za utumishi wa umma. C. Mabadiliko ya kiutendaji, vikao vya management, tathmini ya purpose na nidhamu ya watumishi viliendelea kusimamiwa bila kusimama. D. Uhamisho wa watumishi kupitia mfumo wa employee self service umeendelea kutumika, kupandisha madaraja na kulipa mapunjo na malimbikizo vimefanyika. Vile vile walimu wote wa division ya elimu ya awali na msingi pamoja na sekondari wote walilipwa stahiki zao za likizo. Aidha, maendeleo ya rasilimali watu ikiwa masuala ya kujiendeleza pamoja na mafunzo ya muda mfupi yalishughulikiwa kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii inapatikana ukurasa wa 35 hadi 38. 2.4 huduma kwa jamii. A. Huduma za afya, elimu, kilimo, uvuvi, mifugo, misitu na mali asili, biashara, viwanda na uwekezaji, ustawi wa jamii, makundi maalum yani wazee, watu wenye ulemavu, watoto wanaoishi katika mazingira magumu ziliendelea kutolewa bila vikwazo vyovyote. B. Ushirikiano baina ya halmashauri na wadau wa maendeleo yani NGOs, taasisi za dini na sekta binafsi uliimarishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, 2.5 ni usimamizi wa mikopo ya 10% vijana na watu wenye ulemavu. A. Mikopo iliendelea kutolewa kwa vikundi vilivyokidhi vigezo, hivyo jumla kiasi cha shilingi bilioni 1,397,750,000 zilitolewa. B. Ukusanyaji wa urejeshaji wa mikopo uliongezeka kwa 15% toka 8% mwaka 2024-2025. C. Mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa mikopo yaliendelea kutolewa na divisheni ya maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na taasisi za fedha. Na D. Zoezi la kutambua vijana 1141 limefanyika. Utaratibu wa kuandaa mada na wawezeshaji unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, 2.6 utawala bora, uwazi na mapambano dhidi ya rushwa. A. Halmashauri iliendelea kutekeleza mkakati wa kuzuia na kupambana na rushwa kwa kushirikiana na TAKUKURU. Mkakati unaitwa NAS 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, B. Taarifa zote za mapokezi ya fedha za ruzuku kutoka serikali kuu ziliwekwa wazi katika tovuti ya halmashauri pamoja na mbao za matangazo katika maeneo ya vituo vya kutolea huduma. Na C. Malalamiko ya wananchi kupitia masanduku ya maoni, mikutano ya hadhara na mitandao ya kijamii yameendelea kushughulikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, 2.7 ni utekelezaji wa maagizo ya serikali kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hiki yapo maelekezo ya serikali kuhusu kuimarisha usalama wa maeneo yetu. Hii inaenda sambamba na kuhakikisha halmashauri inashirikiana kwa karibu
na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ndani ya wilaya. Aidha, halmashauri inatakiwa kutumia rasilimali zake kama vile fedha na magari kutekeleza jukumu hili muhimu kwa ustawi na mustakabali wa usalama kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa wilaya Missenyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, 3.0 ni majukumu ambayo baraza jipya litayakuta. Katika kipindi cha kuvunja baraza, maeneo yafuatayo ambayo ililiacha yakiwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji kama vile upembuzi yakinifu kwa miradi ya kimkakati ikiwa pamoja na kulipa fidia eneo la uwanja wa michezo iliyopo kijiji cha Bulifani kata ya Kiaka. Nao ni kama ifuatavyo: 1. Kabakesa Agro Processing Industry, 2. Mtukula Lori Park, 3. Mtukula Commercial Complex, 4. Wakati baraza lilivunjwa liliacha limelizia kukopa katika taasisi za fedha kiasi cha shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kuongeza fedha za uendeshaji wa soko la mnazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kulifahamisha baraza lako kuwa mpaka sasa benki mbili, yani NMB na CRDB, zimeonyesha nia ya kuikopesha halmashauri kiasi tajwa hapo juu kwa riba ya 12% CRDB Bank na 13.5% NMB Bank. Majadiliano ikiwa pamoja na kupata ridhaa ya Wizara ya Fedha pamoja na TAMISEMI zinaendelea. Na 5, tunaliomba pia baraza kuamua mwelekeo wa miradi mipya ya kimkakati inayotarajiwa kuanza kutekelezwa mwaka wa fedha 2026/2027 kupitia utaratibu wa PPP au kuisajili miradi hiyo katika soko la hisa ili kupata wawekezaji wa kushirikiana nasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, 4.0 ni hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue fursa hii kwa mara nyingine kuwakaribisha rasmi kuanza kazi kwa uongozi wenu wa miaka mitano, yani 2025-2030. Ofisi ya mkurugenzi mtendaji inawaahidi kuwa msaidizi wenu mkuu wa kisheria na kiutendaji katika kutekeleza majukumu yenu, ambapo tutahakikisha wakati wote tunatekeleza majukumu yetu kwa uadilifu, uwajibikaji, uwazi na kwa ajili ya kuleta tija kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya Missenyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya timu ya management ninaomba sasa tukukabidhi halmashauri ili shughuli za usimamizi kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria ziweze kuendelea. Mheshimiwa, pamoja na taarifa kwenye vitabu naomba ipokelewe na naomba kuwasilisha. Asante sana.